يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. Waislamu, katika munasaba huu mtakatifu, mnasaba wa mazazi ya kipenzi cha Mola wetu mtukufu wa viumbe wote, mteuliwa wa Mungu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nimependa tusimame na aya hizi nilizozisoma zilizoko katika Suratul Anfal. Lakini kabla sijainua ulimi wangu kuzungumza na nyinyi yale ambayo yamo ndani ya aya hizi yanayotupa mafundisho na mielekeo katika maisha yetu, ningependa kupitia wajibu wa Kiislamu na wajibu wa kibinadamu na matakwa ya mwanzilishi na mwasisi na mlezi aliyetulea wa kituo hiki, ambaye alikuwa saa zote hataki kusahauliwa wala kusahaulike wale ambao kwamba walikuwa ni msingi wa kuasisi haya majengo tunayoyaona. Alhususan kikumbuka Sheikh Ali bin Saleh Al-Faqih ambaye ndio alikuwa kiwanda hiki, akampatia mzazi wetu na tukaasisiwa msikiti wa Safaa ambao leo umekusanya sisi hapa kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vile vile taasisi ya Muassasatu Ahlul Bayt alayhimus salam ambayo imeliinua jengo hili na ikalinganisha kwa elimu na kwa maendeleo tofauti mbalimbali. Vile vile Bwana Mageuzi ambaye kwa mzingatia na kituo hiki ndiyo alileta mlipuko na mageuzi ya kuweza kutufanya sisi tutahaba katika mawazo ya jamii na katika mapambano ya siasa na katika kukabili ufisadi na kuweka marekebisho katika umma wetu, na si mwingine al-Ustadh al-Mujahid Sayyid Hussein Sharif Ali mzee wetu, na walimu wetu wote na walezi wetu wote na kila mwenye ambaye kwamba
kuchangia kwa fikra na chake, hata kama ni kichache. Mwenyezi Mungu awajaze kheri na Mwenyezi Mungu awalinde mambo yao, na nikizidisha shukurani zetu kwa kile ambacho tulichonacho na tutakachokipata kwa yule ambaye kwamba leo uko mbele ya Mola wake na amelala uko mwanzoni wetu, naye ni mbaba yetu na watoto wetu. Tunamwambia Mwenyezi Mungu awabariki na Mwenyezi Mungu akulipe kwa haya ambayo yanaendelea. Mwenyezi Mungu atukuturu sisi Waislamu kupitia kiungo cha imani yetu, akituambia ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Nyinyi ambao mmekusanyika leo kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aya hizi zinatuambia sisi itikadi mwito wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istajibu, itikadi mwito ambao kuna sifa tatu. Sifa ya kwanza ni kwamba mwito huu hautoki kwake Muhammad binafsi. Mwito huu una mafungamano na Mwenyezi Mungu na una mafungamano na mbingu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anamwambia istajibu lillah wa lirrasul. Kwa hivyo kumwitika kwake mtume ni kumwitika Mungu, kwa sababu anapowaita mtume mwito ule ni ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sifa ya kwanza ya mwito wake ni sifa ya maungamano na mbingu, na kila kinachoungana na mbingu kitadumu na kitabaki. Sifa ya pili, mwito huu unapotoka kwa mtume wenu ambaye umekusanyika leo kusherehekea mazazi yake, una sifa ya kuwahuisha nyinyi na kuwaamsha. Una sifa ya kuwaelea nyinyi mageuzi ya ndani ya nafsi zenu, mageuzi ya ndani ya jamii zenu, na mageuzi ya ndani ya umma wenu. Kwa ibara fupi, una sifa ya endea kuwahuisha. Istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Wakati anapowaangalia nyinyi kwa yale ambayo yatawahuisha nyinyi, yatawaamsha nyinyi, yatawarejesha nyinyi katika namba ya kutambulika katika ulimwengu. Sifa ya tatu ya mwito wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba mwito huo mbali na kwamba watoka Mungu, mbali na kwamba utawahuisha nyinyi na kuwarekebisha, tatu utawaandaa katika mapambano yenu ya mbele. Utawaletea mageuzi ya ndani na unawaandaa katika mapambano ya kupambana na wale maadui wa mbele. Ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kusoma hizi aya awakumbusha Waislamu akiwaambia, kumukani wadhkuru, kumukani in antum qalilun mustad'afun, ili mlipokuwa wachache wanyonge. Kama leo tunavyoviona wachache, tunavyoviona wanyonge, Mwenyezi Mungu akukumbusha nyuma mlikuwa hivi. Wadhkuru in kuntum qalil, in antum qalil, wakati mlipokuwa wachache, mustad'afuna fil ardh, ni wanyonge katika ardhi, takhafuna an yatakhaffafakum an-nasu min hawlikum. Kwa katika hofu unatangiliwa kila upande, kila mtu amenyosha mkono wake kuwalenga nini. Ukija itizama waliona nyinyi mmezungukwa, hamuna shauri la kufanya, mmevamiwa kila upande, hamrui mlango wa kutoka. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala waambia mlango wenu wa kutoka, lakini mtakao kuitika mwito wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo dawa ya
Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuja kwa ajili ya umma na kwa ajili ya kuhuisha umma na kwa ajili ya kutoa umma katika giza cha ujinga na kuupeleka katika mwangaza wa nuru, kutoa umma katika hali ya hofu, hali ya udhalilifu, hali ya unyonge, kuupeka umma katika mawanda ya utulivu, katika mawanda ya itmiinan, katika mawanda ya kung'ara. Hunu ndio umma ambao aloujenga Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, umma ambao alipotumilizwa Bwana Mtume aliukuta watishiwa na hatari mbili. Hatari ya kwanza ni hatari ya ndani na hatari ya pili ni hatari ya nje. Hatari ya ndani nikimaanisha, ukiusoma umma wa Maka, umma wa Waarabu, waweza kuufupisha na neno jahiliya, ambaye ndio alikuwa adui akiumaliza umma ndani. Jahiliya ikimaanisha uwinga, ikimaanisha khaufu, ikimaanisha shirki, ikimaanisha dhulm, ikimaanisha ufisadi, ikimaanisha kuweko nyuma. Haya yote yafupishwa na neno jahiliya. Neno hili lilikuwa la umumunyua umma ndani yake, umma ule ambaye Mtume sallallahu alaihi wa sallam ataka kuushika mkono na kuuongoza katika barabara ya ulimwengu huu. Hatari ya pili inaukabili umma ni hatari ya nje. Nguvu za kibopari, empire zilokuweko pale, au kwa lugha za kieo super power zilokuweko pale, daula ya Kifursi, daula ya Kirum, zimetanua makano yake na zimetoa manyara yake, zataka kuvamia umma ule. Hatari ya nde kupitia watu au jarathum, viini vya maradhi zilizomezwa ndani ya umma, zikiwa si katika umma, kama Mayahudi waliokuwepo Madina kwa min ajili ya kuipiga hawia, identity ya umma, kuipiga thaqafa, culture ya umma, kuimaliza tarikh, historia ya umma, kuimumunyua lugha, qiyam, values za umma, ili waubadilishe umma uwe utakuwa na sura nyingine, wakiwa ni maadui wa nde lakini wamevaa ndani na wajiita watu wa Madina na watu wa Maka. Hizi ndizo hatari alizokabiliana nazo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Umma una maradhi ndani ya jahiliya, na umma huu wakabiliwa na hatari za nde ambazo zimeweza kunyosha mikono yake mpaka ndani ya jamii za umma kama ule. Hapa sitaki kusoma historia, nataka tusimame katika kuiangalia haraka ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika da'wa yake, ili tuweze kutukua yale mafundisho, zile mbinu na hatua alizozifuata Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kupambana na hatari hizi mbili, na vipi aliweza kuuokoa umma wake katika makano ya hatari hizi mbili. Kisha turudi katika umma wetu, tuangalie hatari hizi mbili zilipotukabili na vipi tutaigiza mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kukabiliana na hatari hizi, ili tuweze kuleta mwamko katika umma wetu na katika maisha yetu. Hapa ndipo unwani ya muhadhara wangu niliuita al-umma baina al-islahi ad-dakhili wal-muwajahati al-kharijiyya. Umma wetu uko kati ya mambo mawili, baina ya mageuzi ya ndani na mapambano ya nje. Tumwangalie Mtume namna gani alivyoleta mageuzi ya ndani
na namna gani alivyoongoza mapambano ya Nde. Wasomi wengi wa siku hizi na wazungumzaji tofauti mbalimbali watumia misamiati ya Makki na Madani. Watuambia kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa na haraka tofauti. Alikuwa na haraka katika mji wa Makka, ambao tukimwangalia katika mji wa Makka alikuwa akitekeleza dauri la islah dakhili, akileta mageuzi ya ndani. Alipogura kwenda Madina, akaondoka kwenye marhala ya islah dakhili, ya mageuzi ya ndani, akaingia katika almuwajaha alkharijia, kupambana na maadui wa Nde. Hivi ndivyo wanavyozungumza. Tutakuja kuyajadili masuala haya kwa ufupi, lakini tunapomtizama Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, tumuona kwamba katika haraka yake ya islah dakhili, mageuzi ya ndani, alikuja kusumua zile zitu zote ama ile mimea yote ambayo ilikuwa ikiwasababishia watu wale wasiweze kutembea. Winga aliukuta umma uko katika ummia, fil ummiyin, hauna elimu, akawaambia iqra. Akaukuta umma uko katika tabakia qabalia, waishi katika hali ya tabaka, mabwana fulani, tabaka ya pili ni kina fulani, tabaka ya tatu ni kina fulani, kabila fulani, kisha kabila fulani, kisha kabila fulani. Akabuni msingi innamal mu'minuna ikhwa, waislamu wote ni ndugu, kullukum min adam wa adamu min turab, nyote matokamana na Adam na Adam atoka kwenye nini? Kwenye mtanga. Akaja akaukuta umma uko katika dhulma, uko katika ufisadi, uko katika fikra za kikhurafat, waishi katika superstition, mambo ambayo hayana msingi wa kiimani. Umma ambao wamiliki mafahimu, fikra ambazo haziupatii uongozi bora wa maisha yake. Akaja akazisumua zote zile, akameza fikra mpya, akabuni mafahimu mapya, akajenga misingi ya tauhid inayoweza kuwakusanya watu, akawapa elimu wale watu waliokiishi majangwani, waliokuwa hawajui kusoma wala kuandika, wakawa leo wataongoza ulimwengu katika maarifa na katika elimu na katika uvumbuzi na utafiti na kila nyanja za utaalamu. Huyu ndio Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika upande wa mapambano ya Nde, akabuni jeshi, akabuni dola, akabuni serikali, na akaongoza zikosi za majeshi kadha wa kadha kuhami umma wake, kuhami itikadi alizokuya nazo, kuhami maadili aliyokuya kuyajenga, kuhami thakafa, culture mpya aliyoileta, ili isichafuliwe wala isiweze kuvundwa. Tuwaona zita kadha wa kadha ambazo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliongoza majeshi yale, na kukatawanyika damu, si kwa sababu yeye amekuja kutawanya damu, lakini ni kwa sababu wakati hufika ikabidi kutawanyike damu, kwa sababu yaweze kujengeka maadili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika dunia hii. Huyu ni Mtume kwa ufupi. Sisi leo tuko wapi? Sisi leo tukijizungukia nafsi zetu kama umma wa Kiislamu, kama jamii ya Waswahili, kama jamii yetu ya Amu, tukiwa wa kweli na nafsi yetu, kabla ya kuangalia watu wa Nde hutupangia nini, tuna matatizo, tuna maradhi. Ni lazima tutukue hatua za kuleta mageuzi ya ndani ya nafsi zetu.
mageuzi ya ndani ya umma wetu. Ni mengi, nikitaka kuyahesabu nitayapita mbio mbio. Ilmu kwetu iko katika nafasi gani? Uwinga wa kutawali kiasi gani? Je, masala ya elimu katika harakati zetu, kwa mzazi, kwa kiongozi, kwa jamii, iko na nafasi gani katika orodha ya mambo ambayo kwamba sisi twayapa kipaumbele? Vipi umma sisi wa Kiislamu tulioambiwa iqra, tukimwangalia mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam amekuja liyuallimahumul kitaba wal hikma, kwa nini leo tuwe tutashika mkia kwenye elimu? Kwa nini leo kukitoka result sawa sawa ni za mustawa wa primary au ni za mustawa wa masekandi au kwenda mbele, kwa nini sisi tuko katika kushika mikia? Haya ni maradhi yako ndani ya umma wetu. Maradhi yaliyoko katika umma wetu ni maradhi ya kazi. Siko kwenye kuzungumzia masala ya kukosekana kazi, ambalo ni tatizo la ulimwengu leo, ni tatizo la nchi, ambao hata katika kujadiliana wao, ukenda katika zile bunudi za agenda 4 utaona katika mambo ambayo yamepawa kipaumbele kushughulikiwa ni masala ya ukosefu wa kazi kwa vijana. Lakini tuje katika jamii yetu, kwa kiasi gani sisi tuko na jiddia? Kiasi gani sisi tuko serious? Kiasi gani sisi twawajibika katika kufanya kazi, katika kuzijaza nafasi za kazi, katika mtu kutawanya jasho lake kutafuta riziki ya halali, katika kujenga umma? Ni kweli kazi za ofisini za mezani twaweza kuwa sisi hutujwa. Ni kweli katika zeo zikubwa ziandikwao na serikali twaweza sisi kuwa hutujwa. Lakini si ukweli kiasi fulani ikiwa kazi za mafundi wa kujenga ambazo haziandikwi na mtu ni sisi wenyewe, ikawa pia leo katika jamii yetu kutakosekana mafundi wa kujenga, ikawa sisi katika jamii yetu kutakosekana mzibarua wa kufanya kazi, ikawa sisi katika jamii yetu kutakosekana watu wa kuzanyamisha kiki na chipsi mabarabarani, ikawa sisi katika jamii yetu kutakosekana watu wa kufungua maduka ya ration na zioski tofauti mbalimbali. Kuna maradhi, na ni lazima maradhi haya tuyaone, na tuwe na tutakuwa na kuwajibika katika kuzishika nafasi za moyo wetu na kujijenga kiuchumi. Katika matatizo tulionayo ndani ya umma wetu ni tatizo la mukhadirat, ambalo kwamba leo lawatishia vijana zetu na latumalizia barabara wetu. Na tatizo hili lina mkono wa nje, lina na mkono wa ndani, na mkono wa ndani lazima tuushughulikie wenyewe. Leo tu min al-asaf, ndugu zangu, sababu nilionayo mimi nimetewa saa 8 leo statistics za leo za watu wafuatao. Kwa kipindi hiki tumsherehekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iliyoshikwa sijui ilopenyeza bangi peke yake iliyoshikwa ni midopo 3,000 na kitu iliyoshikwa. Twaja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haya ni maradhi, na mimi sitaki kwenda kwenye hoja za kuharamishwa maulidi kwa sababu kuna watu huweta bangi, au za kuharamishwa maulidi kwa sababu kuna watu huenda kufanya machafu yao wayatakayo, kwa sababu nimenena mara nyingi mambo haya. Hata kule haji kuna wendao haji kwa ibada, kuna na wendao haji kwa mambo yao, na haiwapi hoja Wasuudi wakataze watu kuhiji kwa hoja kwamba kuna watu huenda kwa malengo machafu. Suluhisho ni kupambana na ufisadi. Hatuondoshi swala kwa sababu kuna watu huya msikitini wakaje viatu. Tutaendelea kufanya nini?
kuswali na tutatafuta ndia ya kuondosha wizi wa kujepa nini ziatu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Hili ni tatizo lazima tukabiliane nalo, la tumaliza ndani. Angalia ulevi uliokuweko Maka siku walipokatazwa na Madina, mitungi ilikwenda kwa mikondo na mito. Sisi tuna tatizo la uongozi ndani, ni tatizo la ndani. Na mimi nikizungumza uongozi sitaki kuzungumza wabunge wala sitaki kuzungumza makonsela. Umma wetu haukukadiriwa wala haukuwekewa majaliwa kwamba lazima uongozwe na wabunge au kwamba lazima uongozwe na makonsela. Lakini sisi leo hatuna uongozi mpaka ndani ya nyumba. Ndani ya nyumba, ndani ya familia leo hakuna mtu mwenye kilima cha mwisho. Ndani ya kikundi tu kimezokusanyika hakuna leadership. Ndani ya kabila hakuna leadership. Kila mmoja na kitwa chake na kila mmoja na fikra zake na kila mmoja kukiadia kuongoza yeye ni hodari na yeye ayua. Leo utaona umma mushattata, umetanduka. Hili ni tatizo la nani? Ni tatizo la ndani, kwa sababu uongozi waanza katika majumba yetu, waanza katika malezi yetu, waanza katika zituo zetu, waanza katika kamati zetu ndogo ndogo, wakati tunapo practice kuwa na uongozi na kuheshimu uongozi na kutunga na kulinda maamuzi ya uongozi. Leo sisi tuna mashakili ya umoja. Sawa tukitaja umoja watu wote fikra zao ukimbilia kwenye madhahabi yamekuya yuzi miaka 15 na 20, lakini umma huu hauna umoja kutoka hapo nyuma. Tangu ulipokuwa una madhahabi mamoya, tariqa moya, simtu durari moya, maneno ya Ali al-Habshi mamoya, kulikuwa hakuelewani na kumekatana. Hunu umma. Kwa hiyo maradhi yako zaidi ya madhahabi, wala yasibebeshwe madhahabi majukumu ya kukosekana umoja. Waila nyuma, kwa nini kulikuwa na uongozi tofauti na watu wakikatana na watu wakipigana? Watu wazima wanaoishi wazihudhuria tarikhi na waziua tarikhi zimekwenda vipi. Hili ni tatizo la ndani. Sisi katika matatizo ya ndani tuna matatizo ya dini na culture yetu yahatarishwa, dini yahatarishwa. Nafikiri sisi tuko ndani tumeyazoea, lakini wageni wanaoingia watusaidie kuiona amo imekuwa hali gani. Muziangalie barabara zetu zazungumza dasturi zetu na utamaduni wetu na maadili yetu na dini yetu. Angalia namna mambo yamezipokuwa. Akhawati zetu waangalie, angalia hijabu leo, angalia wanawake wanapotembea uchi mabarabarani, angalia mpaka mwisho. Vipi sisi tutasimama kwa jina la Uislamu kupambana na matatizo haya yako ndani? Haya ni matatizo, ni mfano nimeyaweka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alianza na ihya, na sisi tuwajibika kuanza kurekebisha. Ni jukumu langu, ni jukumu lako, ni jukumu la kila mtu. Ndani ya majumba yetu, ndani ya zituo, ndani ya jamii, kila mmoja atukue masulia ya kulitembeza gari hili ili tuweze kuingia katika barabara kama watu ambao tunaotambulika. Ni nani atawajibika? Ni sote, kila mmoja kwa kiwango chake na kila mmoja kwa uwezo wake. Haya ni ya ndani. Tukizungua na mato, tuangalie na nde. Maadui wameatua makanwa, maadui ambao wako mbali na sisi na maadui ambao wamemezwa ndani ya jamii wakijiita ni katika jamii hii, kama vile Mayahudi walizomezwa ndani ya Madina na Mtume akapambana nao kwa msingi nyinyi ni wa nje si wa ndani, na nyinyi hamuungani na culture hii, hamuungani na mii hii,
hamuungani na ardhi hizi, hamuungani na kila kitu kinachohusu umma huu. Na wao wakinena lazima tuwatukue kwetu, na Mungu akimteremshia wahi akimwambia walan tardha. Wasikilize uzuri wanasiasa aya hii, walan tardha anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Hawatoridhika, waundieni eneo bunge la tatu muwape ili wawe na kiti chao, lakini Mwenyezi Mungu atuambia walan tardha anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum, paka muwasalimishie kila kitu, muwape ni zao. Hapo ndipo itakuwa wao wameridhika. Nde sisi, mtanisamehe ndugu zangu, sababu haya ndio maulid ya kihakika, niwe mrefu kidogo na nyinyi. Zita tumezopigwa kutoka nde sisi, kwanza tumepigwa katika masala ya muwatana, na hatuwezi kwenda mbele tukitorudi kwenye historia, na haturudi kwenye historia tugurie kwenye historia wala turegeshe yaliyopita, lakini tujue tulipigwa wapi na tutatembea vipi. Muwatana, leo watu wa Pwani na watu wa maeneo haya kwanza wamejengwa katika hisia kwamba nyinyi si wa Kenya, nyinyi si watu wa asili wa huku. Mumarasati mazijua katika masala ya karatasi ya kuzaliwa, masala ya vitambulisho, masala ya passport. Angalia serikali kutoka itukue uhuru iliamiliana na sisi kwa msingi huu kwamba nyinyi ni wageni, ambao wale watu wanaotuambia sisi ni wageni, tarehe yao ya kuya Kenya haizidi miaka 300 na 400 na 500, wakitoka Sudani, wakitoka wapi. Wao walikuwa miaka 300 na 400 watuambia sisi, ambao tarikhi yathibitisha tulikuya miaka 1200 kwamba wewe ni mgeni. Zaidi ya hapo, alokuya 70 na 73 na 76 hapa Amu, leo aketi pale ofisini akwambia wewe nithibitishie kwamba wewe ni mtu wa Amu. Na mpaka sisi tukajengeka hivyo. Leo ukitaka kujadili mambo ya siasa au mambo ya nchi, zisikize lugha zetu. Hayo yao, hayo hayatuhusu bana. Mambo ya katiba ni yao, mambo ya nini hayo mambo yao. Yani mpaka sisi tumejengeka kuamini kwamba sisi si nini, si wa Kenya, wala yanayoendelea Kenya sisi hayatuhusu. Huu ni msingi wa kwanza wametupiga. Msingi wa pili wametupiga katika masala ya ardhi. Ardhi yetu imekuwa ni ardhi ya watu wote. Pwani ni pa kila Mkenya, lakini Central kuna wenyewe, Western kuna wenyewe, Rift Valley kuna wenyewe, lakini Pwani kama anavyosema Rais Kibaki, kila kitu, kila Mkenya anaweza kuishi popote pale, lakini ni Pwani peke yake ndio Kenya. Ardhi yetu imefanywa kinyang'anyiro. Sisi wametupiga kwenye ikhtisad. Leo tuambiwa sisi ni wazivu, Waswahili ni wazivu, hawataki kazi. Ndugu zangu, nisameheni niwaekee zitu kidogo wazi. Haya mambo hukaririwa, lakini lazima vijana zetu tuwarithishe na tuwafahamishe tutokapo. Msingi wa uchumi huku kwetu ni zitu zitatu: ukulima, uvuvi, mikopo. Ukulima, mwajua tarikhi, sitorudia. Masala yalikuwa ya kilimo, chakula kikisafirishwa kwa jembe na mvua.
hakuna matrakta, hakuna mifereji, hakuna GTZ, hakuna chochote, hakuna mbolea, hakuna mabati, hakuna magunia ya buru wala maharagwe, ni jembe na mvua, chakula kikilisha watu wa hapa na kikisafirisha. Wakaja wakatumaliza. Ndia walizotumalizia ni zifuatazo. Kwanza, kukatiwa shifta, ikiwa serikali ndio shifta. Hakuna shifta. Mii ikavundwa, wanawake wakaripiwa, wengine wakauawa, watu wakatolewa mashambani na mii. Hiyo ni nukta sitosimama nayo sana. Nukta ya pili muhimu ambao ni mpya nataka kuieleza leo. Watu wetu walipokuwa wakilima barani, walikuwa wakilima vipi? Watu wetu walipokuwa wakilima, ilikuwa hakuna kwamba wewe eka zako 5 na wewe eka zako 5 na wewe eka zako 5. Hakuna. Watu walikitoka wamii, wakiingia mwituni, wakitema mwitu, wakipiga moto ule ndio mbolea, ndio kila kitu, kisha wakilima. Wakimaliza kulima, wakivuna, mara ya pili walikiondoka kwenye mwitu ule wakaenda kwenye mwitu mwingine, wakichoma, wakilima, wakizunguka, wamalizapo huwa pale walipochoma kwanza kumezie kufanya nini? Kumea. Na matatizo ya ardhi kutomea tena huwa hakuna. Kwa hivyo hawataki masala sijui ya fertilizer, sijui ya mbolea, sijui ya nini, ilikuwa hawahitaji vitu kama hizi. Hapa nataka tufahamiane vizuri sana. Watu wetu walipokuwa wakilima, walikenda kwa matajiri wenye maduka hapa hapo, wakitukua mkopo wa chakula, wakenda wakilima. Wakimaliza kulima, wakirudi wakilipa deni kwa ule tajiri waliotukua chakula kwake, wakimwetea na chakula chote wakimuuzia yeye. Kwa hivyo tajiri alikiregesha deni yake na akipata bidhaa ya kuuza na kusafirisha, na mkulima alikiweza kupata rasilimali ya kuweza kuandia kulima. Serikali ya Kenyatta ilipoingia ikabuni policies, sera mpya ambazo zilikuwa ziko kinyume na mila na dasturi na nyendo za wakulima wetu. Kukaja masala ya monopoly, kukaja masala ya cooperative. Ikawa sasa wewe huruhusiwi kuzunguka tu ukitema mitu, lazima upoe hizo eka zako. Mbajuni aliyokuwa kilima barani hajui masala ya mbolea wala nini, kwa sababu wewe wamtia kwenye culture nyingine ya kulima. Ikaja masala hamuruhusiwi kuuza chakula chenu kwa mtu yoyote mpaka kwa cooperative. Kwa hivyo ushamfungia mlango wa kuchukua mkopo kwa tajiri. Hawezi tena kupata mkopo kwa tajiri kwa sababu hawezi kumwetea bidhaa tajiri. Ukafunguliwa mlango wa kuchukua mikopo mabenki na kwenye cooperative. Kuchukua mikopo mabenki na kwenye cooperative wataka dhamana ya title deed. Mkulima wetu katika ardhi yake hana title deed. Kwa hiyo hapo ndipo akapotea. Kupitia policies zilizoundwa, sera zilizotengezwa, zilikuja kummaliza mkulima wetu, mbali na masala ya shifta na mengineo kwa jumla. Hapo ni kwenye ukulima. Ukija kwenye mikoko, wengine ukwambia upija mayoyo ya mikoko, kwani hata mkapewa tena leo Waarabu hawatumii tena mikoko. Ni kweli hawatumii tena mikoko, lakini kwa nini walituangusha vile ile ya kutupa badali? Kukaja basa sera za mazingira na kuhifadhiwa mazingira. Majahazi na mii kadhaa yakapandishwa, mii kavundika, watu wakavundikiwa. Hao waambiwao ni wazivu. Shekhe, mtu aliyomzivu, hao ambao wanaume kufanya kazi, mwambie ndaka mzamie kamba mtoe ala. Vipi wewe wanaambia mtu ni mzivu, ukimwangalia katika kazi zake, mwangalie kazi ya kumzamia kamba mpaka mtoe. Mwangalie kazi ya kukata mkoko, anapoingia kule ndani ya mikoko mpaka autafute ulonyoka, au kate, atoke nao, ajuao tabia ya mikoko si shamba ile.
na mpaka atoke nao kwenye jahazi aupakie. Kweli mtu huyu ni mzivu? Au alikuwa siku moja ni mzivu? Wakatumaliza katika mikoko. Tukaja kwenye masala ya uvuvi. Siku hizi sijui wamekuja na masala ya matundu, na neti sijui ziwe na matundu gani, na haifai mpaka uende bahari kubwa, ikawa sasa zile uitwaje ni trola sijui nini za kupiga mabomu ndio zinazoingia zikapata samaki, na mvuvi wa kawaida au wanaoitwa walalahoi wamekufa. Leo umefika hapa, umezorota, umefikishwa, na ni tarikhi hii, na haya mambo yalipangwa, hayakuwa mambo kama haya. Hayo ni katika masala ya uchumi, namna walivyotupiga. Leo tuhatarishwa katika masala ya siada, kujitawali. Tumepigwa kiuraia, kiardhi, kiuchumi. Leo tuaja kwenye kujitawali, na mtu alokuweko katika ile kamati ya mipaka iliyokuwa ya yuzi ataona zile sarakasi tumezopomalizwa sisi kupigiania upokonywa siada. Leo watu wapiga hesabu, wana siasa, kwamba kiti cha Lamu West tutakikosa. Sasa afadhali sisi tutoe maoni, tugawanye, tuwape wao kiti, tupate zitatu, sisi tuwe na ziwili, wao wawe na kimoya. Wai tufike hapa? Kwani kule mkwao watu wa Wito twawawata wapi? Watu wa Mkunumbi twawawata wapi? Watu wa Mapenya twawawata wapi? Ardhi zetu zilokuwa na tarikhi yetu twaziata wapi? Waboni na Wasanye kule, ambao katika masala ya uchumi pia siwezi kuyaeleza kwa urefu, walipotolewa wakaletwa Hindi na Ngugi kuna kudanganywa kuletwa katika ukulima, twawapeka wapi? Kisha pakipata kile na hiki watakiwata. Tuko na population ya Hindi, tuko na population ya Mokoe, hapa ndani ya Mui tuko nao, wako wangapi? Leo sisi tumekuwa tupigania siada, tupigania ukonsela tusiukose, tupigania ubunge tusiukose. Haya ni katika masala ya kupigwa. Sisi hawa wametupiga katika hawia, identity. Ni lazima tukubaliane na haya masala, si udini wala si ukabila, na atakaye kushindwa kuyafahamu ni tatizo la akili yake. Hakuna mtu atatufundisha kwamba Uislamu hauna ukabila wala hauna udini. Tuko katika masala ya kutetea haki zetu, hatuko kwenye ukabila wala kwenye udini. Leo tutake tusitake, hii mimi ya Kiislamu, hawia identity ya jamii hii ya Kiislamu, leo wai kuwe na mamia ya makanisa. Leo wai sisi tuwe na chapa katika pwani pale ni kanisa. Jeti ukiteremka kwenye boti wa ukikabili wakabili nini? Kanisa. Kwa nini? Kwa nini pale kwenye uso wetu wametupiga muhuri kwenye uso wetu? Ni kuibadilisha picture ya Umui. Iwe leo ukiingia waona sura za Kikristo, pamoja na heshima yetu kwa dini ya Kikristo, na wana haki ya dini yao na kuabudu, lakini hii si mia Kikristo, hii ni mia Kiislamu. Hizi ni siasa za kuimaliza culture. Iko wapi culture leo? Vipi leo sisi tutaweza kuingia katika mii ambao twajidai kwamba imeorodheshwa katika World Heritage? Watakuja kuangalia zidaka, watakuja kuangalia makasha, watakuja kuangalia wenyewe. Kama walivyoifanya lugha ya Kiswahili haina mwenyewe, je, wataifanya na culture pia haina wenyewe? Itabaki ni Mui tu waamu una zidaka na makasha, lakini waketiziao ni watu wengine. Haya ndio mambo kwa ufupi ambayo yametukabili. Sasa ndugu zangu, tuande Maka ama tuende ni Madina? Tuande kwenye matatizo yetu ama tuende katika matatizo ya nje?
Hapa watu wengi ndio hupotea. Ukiketi kutaka kuambia watu tupange mapambano, ukwambia ustadhi, lakini sisi taabani, sisi watu wetu ni kadhaa, sisi watu wetu ni kadhaa. Aha, nikikuuliza kurekebisha watu wetu na kuleta mabadiliko ya ndani tunataka miaka mingapi? Ikiwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam asri ya Maka alitumia miaka 13, ni mtume asaidiwa na mbingu na wahi, mimi na wewe tunataka miaka mingapi kuleta mabadiliko? 20, 30? Baada ya miaka 30 hawa ambao umeniambia tuwawape mwanzo tuangalie mabadiliko ya ndani, watakuwa tumefika nao wapi? Kisha ni kweli Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipokuwa akileta mabadiliko ya ndani alikuwa hana mapambano ya nje? Na ni kweli alipokuwa katika mapambano ya nje hakuwa na mabadiliko ya ndani? Hakuna katika tarehe. Kuanzia siku ya kwanza, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin, katika kipindi ambacho Maka alikuwa ashughulika kuwaongoza wale 70 walomfuata, kipindi kile kile yuwapambana na Abu Jahli, kipindi kile kile yuwapambana na Abu Lahabi, kipindi kile kile yuwapambana na Abu Sufyan, kipindi kile kile yuwapambana na Mughaira na hakuna nakwambia kina Abu Jahli ngojani mwanzo, ngoja mimi nimalize kuyea, nimalize kuunda. Hakuna fikra hii. Hii fikra ya Maka na ya Madina ina makosa katika kuifahamu sisi. Naam, wasila zilikuwa sizo alizotumia Madina katika zita za nje. Sababu Maka Mtume hakutangaza zita, alikuwa hawezi kuwatia watu wake 70 katika zita, lakini aliongoza mapambano. Kwa hivyo ndugu zangu, sisi hatufai kutukua hoja ya uzembe ulioko ndani ya umma na matatizo yaliyoko ndani ya umma tuwe tutafanya ni sababu ya kusarenda na kuwawata maadui wa nje waendelee kutumaliza, kwa sababu tutakapokumaliza kuyea itakuwa wao wameze kutukua kila kitu. Kwa hivyo mapambano lazima yatembee fi khattaini mutawaziyain, yatembee katika laini mbili zinazokwenda sambamba. Hatufai kuenda nje tu tukisahau matatizo ya ndani, na hatufai kunena tutashughulikia matatizo ya ndani tuwate matatizo ya nje. Mapambano ni lazima yaendelee kote, na napenda kuwafahamisha baadhi watofautishe baina ya lugha ya ukabila na kutetea haki zetu. Wasitupeke kwenye ukabila. Wakabila ni wao. Kama mwafuatia ripoti za Kenya, kama mwafuatia ripoti za Kenya, kama mwafuatia zombo za habari, kila mtu yuwatia silaha Kenya, kila mtu yuwajiandaa kwa 2012, isipokuwa sisi tu Waislamu na Waswahili. Sisi tutakao kuambiwa sasa hivi tuna ukabila, hatupangi kuuana. Rift Valley ukusanywa silaha, Central ukusanya silaha, na nafikiri nikitaya majina nyinyi mwaelewa ni makabila gani. Kila mahala ukusanywa silaha, watu wote upanga ukabila. Zama zote za kisiasa za kikabila, isipokuwa mpwani peke yake, na Muislamu uko katika kila chama. Ukenda ODM wako Waislamu, ukenda PNU wako Waislamu. Kwa hivyo wasitutanganye, wasitubandike ila ya ukabila wakataka kutufunga nini midomo ya kutetea haki zetu. Haki zetu tutazitetea si kwa sababu ya ukabila, lakini tatizo ni hili kabila. Umefika wakati Kenya kabila moja peke yake lirudie hesabu zake. Kabila hili laleta matatizo kila mahala na lawasababishia watu wao wa kawaida, kina mama na vijana watoto, wakenda wakaadhibiwa na kawawa bila ya hatia. Wakikuyu ndio tatizo la taifa hili. Wakikuyu ndio matatizo ya Muihuno.
si kwa mantiki ya sisi tuna ukabila, ni kwa mantiki ya wao wamejiweka kiukabila katika moyo huu. Waila watuambie leo, ati watuambia sisi twashirikiana kabla ya kutuleteleana sisi maendeleo huku. Nyinyi mko jirani na Mkunumbi, nyinyi mko jirani na Mapenya. Hala nendani mkaiangalia ile mii iko hali gani, kisha mungie na Mpeketoni muangalie iko hali gani. Hela nendani mkaangalie kamiti zote za Mpeketoni za development na kila kitu, kisha waulizeni kuna memba kutoka Mkunumbi, kuna memba kutoka Mapenya, kuna memba kutoka sehemu Hongwe na wapi. Kwa hivyo wao wamejipanga kikabila. Amu haina ukabila, sisi tutengenye damu kila sampuli hapa, na kila yao walikimizwa katika moyo huno. Wamekuya watu kutoka Irani, wamekuya watu kutoka Omani, wamekuya watu kutoka Yamani, wamekuya kila sampuli. Sote tumemizwa, sote ni Waswahili na sote huzungumza Kiswahili. Hakuna atakao kueta Uyamani huku wala Omani wala ulini. Omani inarudi huko kwao. Hapa tuko ni Waswahili, tuko Amu. Yeye peke yake ameunda community yake. Hataki kutangamana na sisi, hataki kufikiria maslaha ya umma huu. Kwa hivyo lazima tupambanue zitu hivyo. Mwisho namaliza, ni lazima pia tupambanue baina ya fikra ya kuishi pamoja kwa amani na fikra ya kulinda moyo wetu, ukabila na kuishi pamoja. Sisi ni watu wa kuishi pamoja kwa amani, Uislamu watufundisha hivyo. Lakini pia sisi ni watu, sasa kuingia kwenye lugha za kipuzi saa nyingine, sio wale watu akikupiga kofi upande hunu mpe na upande hunu akupige. Sio wale watu akiingia kwenye TV msaidie na showcase. Sio watu hao. Na wengine wanaosimama kwa jina la Uislamu kuzungumza kwamba ndooni mtukue na huu ndio Uislamu na haya ndio mafundisho ya Kiislamu. Huo sio Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, istajibu lillahi wa lirrasul. Muitikeni mtume siku ya Maulidi. Jiangalieni nafsi zenu, mko wapi? Muna matatizo gani ya ndani? Muna maadui kiasi gani wamewatangilia? Msione mmeweza kukusanyika katika mawanda haya mwasoma Maulidi mkauona Uislamu wenu uko kwenye salama, mkaona mustakbali wenu uko katika salama. Ikiwa mimi na wewe tutachoboa, tutabaki salama, kizazi kitakachokuya kiko katika hatari hata kufanya haya matoto ambayo sisi tuyafanya. Tufikirieni tutaweka msingi gani kukomboa zizazi zitakazokuya. Hapa ndipo ambapo mahala sisi tukimkumbuka bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam tufaa tujiweke. Aya mwisho ametuambia ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasula. Ikiwa hamturudia hisabu hii, tutakuwa sisi tumemkhini Mtume, tumeyakhini mafundisho yake, na wakati huo tutakuwa hatustahiki sisi kusoma Maulidi wala hatustahiki kuweka sherehe nyingi, kwa sababu si watu wa Mtume. Kwa Mtume hakuna udhalilifu, hakuna ujinga, hakuna unyonge. Ndugu zangu Waislamu, nakhatimisha hotuba yangu nikitarajia mtanisamehe kwa kuwarefushia, na nimejaribu kuzipita mbio baadhi ya nukta, lakini ilikuwa ni mambo ni muhimu ni afafanue na tujue sisi tuelekea wapi na vipi tutatembea. Tuna wawee wengi, sijana watoto kwa watu wazima, mama zetu ndani ya majumba, wazee wetu wamezoea salamu kila sampuli. Kuna watu wana mahitaji yao, mambo yao yamewaharibikia. Kwa hivyo nitamwatia nafasi hii al-Ustadh Said Umar Sagaf atukhatimishie kwa dua na atutie Fatiha na atanganye